Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna nahtadi laula an hadana Allah au wama kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Ndugu zangu watazamaji wa TV yetu hii Empower Revenue TV ambayo inapatikana hapa Tabora, tunarejea tena leo katika kipindi chetu cha dini, na leo tunataka kuzungumzia habari ya Udhuha, mambo ya kuchinja, kwa sababu ndo tarehe hizi zinahitajika Waislamu waanze kujiandaa katika hali ya kutaka kuchinja au kuandaa vichinjwa. Ndugu zangu Waislamu, mada iliyopita tulizungumzia safari ya mwisho, tulizungumzia kifo, jinsi mwanadamu anahitajika kujiandaa na safari kama hiyo. Tukakutana na zile aya ambazo tulizokuwa tumekutana nazo. Miongoni mwa aya tulikutana nazo ni katika Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, ba'udhu billahi minashaitanir rajim, asema Allah, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kwamba enyi mlioamini, mwogopeni, mcheni Mwenyezi Mungu kweli wa kumcha, mwogopeni Mwenyezi Mungu haki ya kumwogopa, tena msife, wala tamutunna illa wa antum muslimun, msife vifo vya hovyo hovyo isipokuwa kufeni hali ya kuwa nyinyi mna shahada zenu. Ndugu zangu, aya hizo zilituweka, kutuzindua na kutuweka tayari kwa ajili ya kujiandaa na safari adhim, safari ambayo ni lazima kila mmoja atakufa. Labda tuweke aya moja kabla hatujaingia katika mada ya leo ambayo itakuwa fupi tu, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika surati An-Nisa'i, innama takunu yudrikikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Popote pale muwepo au popote pale uwepo, kifo kitakukuta hata kama uwe katika jengo lililojengwa madhubuti. Wengine wasema kwamba hata kama uwe ndani ya shimo la mburukenge, yani mhanga alichimba shimo halafu wewe ukaingia kule, kwamba kule nitaweza kujificha nisikutwe na kifo. Hapana, kifo utakipata popote pale, kitakukuta wakati wako ukifika. Ndio jambo kubwa kabisa ni pale kwenda kujiandaa tu na safari hii ambayo ni adhimu. Ndugu zangu, tuingie katika mada ya leo. Tunahitaji kuzungumzia habari ya kuchinja, kwa sababu kuchinja kwa ajili ya Adhuha, kwa ajili ya kupata hii Adhuha. Amesimulia Jabir ibn Abdullah, anasema, naharna ma'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amal Hudaybiyah albadanat an 7 walbakarat an 7. Anasema rawahu Jabir ibn Abdullah muhaddithu Muslim, masdari sahihu Muslim, safhatu au rakam 1318, khilasatun hukum almuhaddithu sahihu. Fatana mimi katika hadithi hii, anasema naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anasimulia Jabir ibn Abdullah kwamba tulikuwa tunachinja sisi pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama amal Hudaybiyah, katika mwaka wa sulhu ya Hudaybiyah. Amal Hudaybiyah, katika mwaka wa sulhu ya Hudaybiyah, an badanatu an 7 wal bakarat an 7, kwamba tukichinja ngamia mmoja watu 7 au ng'ombe mmoja watu 7. Kwa nini tunaleta hadithi hii? Kwamba kumbe kuna ruhusa ya Waislamu au Waislamu 7 wakajikusanya, wakachanga mchango wao, wakaweza kumnunua ng'ombe mmoja au ngamia mmoja, na baada pale atachinjwa yule ngamia, hata kama mchinjaji anabaki kuwa ni mmoja, lakini wote watahukumiwa kwamba wamechinja. Tufatane hapo hata kama mchinjaji atachinja ni mmoja, lakini wote watahukumiwa. Anasema Jabir kwamba naharna ma'a Rasulullah, tulichinja sisi tukiwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, mwaka wa sulhu ya Hudaybiyah. Kama vile tunafahamu
suluhu ya Hudaibia ilifanyika pale chini ya kijito au chini ya kimti kijito cha Hudaibia, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallama alipokuwa ameondoka kutoka Madina kwenda Maka kwenda kufanya hija. Halafu makafiri wakawafata pale, wakaleta na kuja kusaini mkataba ule unaitwa mkataba Hudaibia. Sasa nasema pale tulipokuwa, baada ya mkataba ule ilibidi sasa pafanyike vichinjwa. Watu wakachinja kwa sababu walikuwa na vichinjwa ambavyo wangeenda kuvichinja kule Maka, lakini wakaishia pale. Basi anasema na hadna ma Rasulullah, tulichinja pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallama. Anasema amal Hudaibia, katika mwaka huu wa sulhu ya Hudaibia, anasema albadanatu an 7, ngamia 7, ngamia moja kwa watu 7, walbakarata an 7, na ng'ombe mmoja kwa watu 7. Kwa hiyo na nyinyi ndugu zangu ambaye mnafuatilia TV hii, tarehe hizi ndo za kujiandaa katika kwenda kutafuta vichinjwa au kuchinja. Basi jiandaeni muweze kujiandaa watu 7, mkanunua ng'ombe wenu, mkamtenga pale, mkahukumu kwamba siku ile ya 10, siku ya 10 baada ya kuandama mwezi wa Dhulhijja, basi mkakusudia kama katika kijiji, kama katika mji, kama katika mtaa, kama katika familia watu 7, familia watu 7 ambao ni wanamume waliokuwa mukalafu, wamefikia umri mkubwa, basi wakajikusanya, mkanunua ng'ombe wenu, mkachinja, halafu mkagawana. Na katika vigawanyo tuambiwa mnaweza kugawana, kila mmoja akapata kilo 7, halafu nyama yake itakayobakia basi gaweni sadaka kwa wale waliokuwa wamekuzungukeni. Mtakuwa mmetimiza hukumu ya kuchinja, na Mwenyezi Mungu atawalipa thawabu za kumwaga damu kama mmemwaga damu siku ya Adha, siku ya kuchinja. Basi anasema rawahu Jabir ibn Abdullah, hadithi hii imepokelewa na sahaba Jabir ibn Abdullah. Asema muhaddithu Muslim, amesimulia Muslim, masdari sahihu Muslim, katika masdari yake kwamba imetamka kwamba ni sahihi katika kitabu cha Muslim sahihi, safatu au rakam 1318. Hadithi hii ni namba 1318. Khilasatu hukumu muhaddith sahihu, na imehukumiwa kuwa hadithi hii ni hadithi sahihi. Kwa hali hiyo hadithi haina shaka, ni sahihi kabisa, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama amewafundisha maswahaba zake aina ya kuchinja, na vile vichinjwa ni vile ambavyo vilivyokuwa safi, ambavyo havina shida, havikuteseka, havikuumizwa. Hivyo vichinjwa basi Mtume sallallahu alaihi wasallama, na vimefikia umri ule wa kuchinjwa, basi anasema basi mchinje hali ya kuwa mmejipanga watu 7. Tumalizie hadithi ya mwisho. Anasema imesimuliwa hii na Salama, mama walioamini, idha raaitum hilali Dhulhijja, mtakapouona mwezi wa Dhulhijja, mtakapokuona mwandamo wa mwezi wa Dhulhijja, wa arada ahadukum ay yadhi, akataka mmoja wenu kuchinja, akadhimia mmoja wenu kwamba atachinja safari hii, basi faliyamsik an sha'rihi wa dhifarihi, basi ajiziwie kunyoa nywele za mwili wake zote. Asinyoe kipara, asinyoe za nywele zilizokuwa katika siri ya mikono au chini ya miguu miwili, basi asinyoe hizo nywele zake, asizitoe, wala asikate kucha zake, Anasema khilasatu hukumu muhaddithu sahihu, na imehukumiwa hadithi ni sahihi. Rawa Salama ummul mu'minin, na hadithi hii imepokelewa na mama yetu Salama. Huyu alikuwa ni mke wa mtume wetu Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, na imehukumiwa kwamba sahihi, ni katika hadithi sahihi. Hadithi namba anasema 1977, hadithi namba 1977. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu na ndugu wote watazamaji wa Empire Revenue TV, na kuombeni sana mjiandae katika jambo hili. Ukitaka kuchinja, kama umekusudia kama safari hii utachinja, basi jiziwilie, usinyoe nywele za mwili wako, wala usikate kucha zako. Baada kama utaonekana tu mwezi, kama kabla ya mwezi hujaandama, basi hamna shida, lakini kama mwezi umeshaandama, basi zuia usinyoe nywele zako.
Tumesema nywele zote ambazo ziko katika mwili wako, kidevu, kichwa na zingine zilizo katika siri. Usijisafishe mwili wako wala usikate kucha mpaka pale ambapo utakapokuja kuchinja. Siku ukimaliza kuchinja tu basi na uende kunyoa nywele zako na zingine, kama wanavyofanya ndugu zetu walikwenda hija. Siku hiyo wakichinja, kisha wanamaliza kwenda kunyolewa bwana nywele zao katika mwili wao. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe wenye kusikia na kuzingatia madarasa kama haya ili tuweze kustafidi zaidi. Na nikuombeni sana mfuatane na mimi Sheikh Ibrahim Tamimu Rumalizia, Sheikh mkuu wa mkoa Tabora wa Jumuiya ya Istiqama